Nimedhaminiwa na TAPE ili nifike mpaka Chimala. Zaidi ya kilomita 20 Kija Mpunzi katika nyayo za mpekuzi tumezikata mpaka katika kijiji cha Magangani. Tazama, hapa ndio mjini. Hatuna barabara, ila tambua kama hakuna miti na kichaka, basi waweza pafanya kuwa barabara. Tazama, huu ndio usafiri wetu. Tazama, haya ndiyo maisha yetu, maana huku njaa ni mwiko kwetu, na hiki ndicho chakula chetu. Hadithi inaanzishwa na Bi Agnes, mwenye asili ya kanda ya Ziwa, mama aliyesoma mpaka chuo, lakini kulala kwa wazazi wake kulileta giza la kuendelea na masomo. Mama huyu akakutana na mzee Kija. Vipi, umeshtuka Ehe. Namaanisha sio Kija mimi mpekuzi, bali ni huyu wa jina wangu. Anaitwa Kija Kurwa Seni. Maisha yakaanza kanda ya Ziwa, lakini changamoto za afya zikawafanya kubisha hodi katika mkoa wa Mbeya wakitafuta fundi, na mwisho wa siku wakampata fundi ambaye ni Yesu Kristo, na kupitia redio akamuomba mume wake pesa kununulia redio. We baba, naomba unipe hela nifanyije ninunue redio. Kwa kuwa timamu ipo kwa mama huyu, alipiga mahesabu akagundua bodaboda ni gharama kubwa kufuata ibada mbali, hivyo akaamua kutafuta sola ili aweze kufuatilia ibada kwa TV. Akaanza akaniambia, we, tumeipata Hope Channel. Nikawa naweka nasikiliza, ila nilikuwa nasikiliza channel kama 3. Msitoe pale. Shangwe ikatawala baada ya kupatikana Hope Channel. Darasa la Hope Channel likaanza. Hatimaye sebure ikawa ndogo. Nje ya nyumba chini ya mti pakawa kanisa. Tazama viti vya magogo. Baadaye chumba tukakiona ni kidogo. Tukasema hapana. Hapa sasa ni kutoa mabenchi nje tuwe tunasali, hata sisi wenyewe tu hivyo, hata kama tunani Jumamosi tutakuwa tunajifunza hivyo hivyo. Kijana mdogo Ngusa akawa mwanafunzi aliye mwalimu wa wanafunzi wake. Hapo najua hujanielewa, lakini elewa kuwa huyu alitazama TV na kufuatilia na kuelewa kwa haraka, maana maandiko yanasema nimewaandikieni ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu. Kisha akawafundisha wengine. Kwa kuwa mwalimu, kusimama mbele za watu, nilikuwa najua mambo mengi, kwa kuwafundisha likawa sio swala gumu. Hope Channel Tanzania ikawa mkombozi. Mchungaji John hakuacha kuwatembelea, na hapo mahusiano ndipo yalipojengwa, na mchungaji anashuhudia mioyo ya watu hawa. Kweli wanamaanisha wamejitoa kutoka kwenye mioyo yao. Hasa familia hii ndio wa kwanza kujitoa hapa kwa ajili ya kazi, ndio wa kwanza wao kutafuta kanisa. Taarifa zikafika mpaka conference, na hii ni kupitia mchungaji. Nguvu na mawasiliano ya karibu yakawekwa, na kisha kijiji hiki kikatazamwa kama jicho la mama mjane kwa mtoto pekee. Tukaanza kuwafuatilia kwa kuwatembelea, lakini baadaye kuhakikisha kwamba tunaanza kuweka utaratibu wa kuanzisha kanisa mahali hapa na kufanya ubatizo. Wazo la kujenga kanisa likaja. Mama kanena na baba kaitika, na mmoja wa waumini wenzao akaguswa, naye akasema, kiwanja changu natoa pia kwa kazi ya Mungu. Nikamwambia mzee, sasa hapa kikubwa tujenge tu kanisa. Yaani mimi uwanja nimekabidhi kwa moyo mmoja. Hajabisha kabisa na hajakataa. Hatimaye siku ikafika, wito ukatolewa. Wangapi mchana wa leo wanatamani wabatizwe kama Yesu alivyobatizwa, ili wawe watu wa Yesu siku atakapokuja aweze kuwachukua kwenda mbinguni? Hebu wanyoshe mikono. Mchungaji Mkama akaongoza jeshi kubwa kwenda katika eneo la kubatizia. Baba huyu akabatiza zaidi ya watu 24, na sasa jumuiya moja yenye umoja na tena mshikamano ikaanzishwa. Furaha ikatawala, na nilifurahi kusikia wakisema, bado ni wachanga katika matoleo, lakini watakomaa. Sasa mzee Kija anageuka kuwa mwinjilisti. Anatamani kila boma katika eneo hili limtambue Kristo, na hii inaonyesha kuwa kweli wamedhamiria. Mpekuzi nimepekua, chakula nimekula. Kutoka Magangani, mimi ni Kija Mpunzi wa nyayo za mpekuzi, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya, na tena kupitia Hope Channel Tanzania.